Napenda kumshukuru Mungu wa madhabahu hii. Hapo sauti yangu sio nzuri. Endelea, siku unaimba. Jambo la kwanza kabisa, masuala ya kuinuliwa, masuala ya uponyaji, kwanza nyauke pembeni. Madhabahu hii imenichonga. Yaani kama kuna pasi ya kupiga mpaka hii madhabahu hii. Dada ni Tito hapa. Sasa nachosema hiki, mimi nilikuwa mtu mwenye dhambi. Hapa lazima tukunyoshe tu. Yaani nilikuwa hapa lazima unyoke tu. Sema hapa. Kiukweli nisiseme uongo. Kati ya watu waliokuwa na dhambi ni mimi. Makofi tena mbele za Bwana. Hii ni hali ya kutamani. Toe kurabu wao. Makofi mbele za Bwana. Kila mtu anasema hivyo, Yesu ameingia. Amen. Watu wengi hawasemi hiyo, ila wanasema nimenunua gari, jambo jema hilo. Sawa sawa, kiwanja nimejenga, lakini kile kinyongo usemi kama bado kipo hapa. Amen. Makofi tena mbele za Bwana jamani. Mpaka nilifikia hatua nikamwambia mke wangu, hata sasa hivi nikipata scholarship ya kwenda Marekani, naenda peke yangu, sina shida. Kwa sababu ile hali sina tena. Amen. Na wala sitarajii. Amen. Makofi tena mbele za Bwana. Hii madhabahu kwanza inatuchonga, inatunyosha kutoka hali mbaya, hali ya dhambi, na kuwa hali nzuri. Amen. Makofi tena mazuri kwa jina la Yesu. Kwa sababu hivi kama dada yake, kwanza nisingemwambia kitu akanisikiliza. Alikuwa na msemo mmoja hivi. Alikuwa anasema sisi wanaume huwa tuna nguvu nyingi. Kwa hiyo wewe ni dada, inabidi sasa wewe uwe chini yangu. Hata tu nimekukosea, sijakukosea. Bora ngeenda huku ningeingia huku tena kwa sababu nina amani. Lakini sasa hivi ukimwambia kitu, huo umemkosea au amekukosea, anakuambia dada, mimi sitaki kupoteza muujiza wangu. Ndio neno huwa analisema. Kwa kweli namshukuru Mungu. Aisema madhabahu, kwa kweli kama madhabahu Mungu anaposimama na Yesu anaposimama, madhabahu zinabadilisha. Kwanza asira, muongeni, awe baba, awe mama. Aliyekuwa anamuogopa ni mama kidogo. Na baba alikuwa anamuogopa sababu baba ni mkali. Lakini baba angeingia tu hivi, hapa anaogopa, lakini baba aseme kitu akiwa nje, anaweza hata akamjibu hapo akaondoka. Lakini sasa hivi anasema hata baba aseme nini, mimi kwanza nakuwa sijui kinachoendelea. Unasikia amepiga simu, Eliza, baba anaumwa, leo nimempeleka hospitali. Leo nilikuwa si kwenye kazi zangu, nimebanana. Baba kaniambia yuko mjini na baisikeli imeharibika. Nimemwambia panda boda, utakuja unakuta mgore ana hela, ampe boda hela. Lakini kipindi kile angesema baba, wewe bado una nguvu, endesha baisikeli, pitisha kwa fundi, akatengeneza. Kwanza hela zako sasa hivi hakuna mtu unayemsomesha. Hela zako anazila nani? Si wewe na mama. Lakini sasa hivi baba hata akiugua, naweza nikasikia baba ameshafikishwa hospitali, amepewa huduma zote, mimi hata sijui.